Yo, Arabi support on Cheza all the way from Cheza Roho. Right now hapo unaniona nimekaa na Super DJ. Jina atawaambia tu mwenyewe, lakini leo hatupigi stories za DJ. Leo kuna kitu kimoja ambacho waga kinanisumbua sana katika hii dunia yetu ama katika hii kaunti yetu. Ambao nimeona afadhali hiki kitu nimuite yeye tuongee. Unaona? So wanakuita nani kakangu? Wanaita DJ Cappuccino aka The Sumsuma. Sumsuma kabisa. Jina gali kama mwenda wazimu, yani jina gali kama penye wana mix kwenye mitambo. Hiyo jina hata kama ukigoogle huwezi pata. Huwezi, hiyo ni yako. So DJ Sumsuma. Yeah. Nataka kukuuliza kitu kimoja Cappuccino ambacho kimenisumbua sana katika hii dunia ama katika akaunti yetu. Niambie kaka. Ninaona wasichana wengi, wa mama wengi wako single mothers. Na sikutaka hili jambo nikaulize agent yangu, nimetaka kuuliza mkubwa wangu kwa ajili ya kunifungua akili na kujua ni nini linatendeka, mbona single mother ni wengi sana katika mji wetu wa Kilifi. Naam. So Cappuccino, mbona wasichana wengi ni masingle? Swali nzuri sana hilo, na mimi nitakujibu through experience. Maana unajua mimi ni mtu mzima bwana. Kabisa. Yeah. So kitu ambacho kinafanya wanawake wengi wanakuwa single ni kuishi maisha ya fantasy, kuishi maisha ambayo sio yako, kuishi maisha ya copy paste. Wanakopi. Sasa hiyo ni blanda hiyo. Unaishi maisha ya fantasy, unataka mwanamume wako akufanyie vitu beyond his earnings. Sasa kwa mfano wewe Donche sasa upate mwanamke sasa hivi. Tuseme una kama 20, yani miaka yako ni 20s hapo exactly. Sasa unajua 20s ni umri mzuri sana wa kupata mchumba ambaye unaweza ukaanza naye family. Lakini sasa kulingana na siku hizi hao young generations wanawake ambao wanajiita alpha women. Wana majina kabisa. Wanajiita alpha women siku hizi. Wanajiita independent women divas. Ni ngumu sana kupata mchumba. Ni ngumu sana kwa kijana kama wewe kupata mchumba kwa sababu hiyo maisha ya fantasy, mwanamke anataka akufanyishe vitu na wewe mwenyewe uwezo una. Ushaona? Sasa unajua kwenye life venye mimi ninavyojua zama zetu sisi unajua ni watu wa millennials. Sisi tulikuwa tukipata mchumba tunaanza naye na yani kutoka chini. Tunaanza naye na mattress pole tunapanda kitanda pole mpaka tunafika ile limit ambapo tuko sawa. Lakini sasa siku hizi wanawake hawataki hiyo. Wanataka ile pap. Nipe nikupe. Na kwa hii Kenya yetu bwana ni ngumu sana kupata mwanamume kama Donche akona cheda. It's very hard. That's why many women are single in Kilifi and Kenya na Afrika pia kwa ujumla, kwa sababu wanataka mahitaji mengi zaidi yani. Na sasa unajua vijana sasa hii economy ni mbaya. But sasa mwanamke hataki kuelewa, akikuona wewe huna anaenda kwa huyu, akiona huyu hana anaenda kwa huyu. Na sasa nyinyi wanadada mkiishi maisha kama hiyo, mtakuwa na maisha mabovu sana. It's good to stick to one person. Because huwezi jua kesho ya mtu itakuwa vipi. So Cappuccino unamaanisha kwamba mademu wengi ama wamama wengi ama wadada wengi ni kwamba maisha wanayoishi ni yale maisha wanayoyaona kwa TV. Exactly. Fantasy life. Wanakopi, sio maisha yao ya ukweli yale pale. Sio maisha yao ukweli kabisa. Sasa kama mimi Doncheza unaniambia kwamba ninaweza pata binti ambaye ni mzuri lakini akili yake yuko kwangu kunitumia mimi kumpa hela. Sasa wapo ni kama ngazi. Mimi ni ngazi sasa na nipanga. Wapo ni kama stepping stone, ndio wazungu wanaita hivyo. Wewe ni stepping stone ili sasa apate zaidi yako. Ndio sasa wanawake wa siku hizi ndivyo walivyo. Anakufanya wewe kama stepping stone. Unajua sisi wanaume tuko na ile roho ya kupenda. Ndio maana sisi wanaume tukipata pesa waga tunafikiria ku build up our family. But the moment mwanamke akipata pesa bro, huyo anakutenga. Siko mbaya lakini ni reality. Anakutenga. Anakuacha juu kwa juu, hataki kujua mlianza naye kwa mattress, mlianza naye kwenye kitanda cha makamba. Pote ya pote. Hapo ni nothing. So Cappuccino na pia bado kuna hao mabinti ambao wanalelewa na watoto wadogo.
So swali langu ambalo nataka kukuuliza ni kwamba mbona mabinti wanapenda sana kutumia vijana? Mbona hao hawawezi, sisi hawataki tuwatumie? Wajua kitu cha kwanza, mwanamke akishika pesa, akishika pesa waga hataki kuambiwa chochote. Yeye ndo king. Yeye ndo queen na yeye ndo king. Yeye ni queen na yeye ni king kwenye nyumba. Bahati mbaya wewe huna pesa, ndugu yangu, hiyo nyumba hiyo itakuwa ina furaha tena. So veje sasa ile swali uko umeniambia, kwa nini wanawake wanataka vijana wadogo kwa control? Mwanamke anapenda kuwa na power, na power ya mwanamke akiwa na pesa anataka kucontrol. So wajua duties za mwanamke kwenye nyumba waga ni usafi, kupika, kukutake care. But hizo vitu akiwa na pesa hatafanya. Utafanya wewe ambayo huna. Shaona? Nishakuelewa. Na wanawake wengi siku hizi ambao wanafanya kazi kwenye maofisi, kwenye mabenki, ni ngumu sana upate ile siku ambayo iko off anafua. Ataita mama fua jamfulie. Mpaka kupika atapikiwa na yuko nyumbani. Na yuko nyumbani atapiga ma TikTok zake, ataenda chekio makucha. Cause yeye ni alpha woman. Sasa hiyo mentality tuache. Kama ni mwanamke, stick to your rules. Wewe ni mwanamke, haijalishi una pesa ngapi, but the moment umestep kwenye nyumba, behave kama mwanamke. But sasa usipo behave kama mwanamke, utabaki single. Utakaa single tu, maana yake jamaa yuko hapo ndani mnaishi naye, ataangalia tabia zako, ataona huyu. Huyu sasa naona, huyu kama hapa ndani tunaishi wanaume wawili. Jamaa atasepa. Baadaye usema afu baadaye useme men are dogs. Nini? Sisi tunasepa sisi. So kama ni mwanamke, behave like a woman. Usijifananishe wewe na mwanamume ati kwa sababu uko na pesa. No. Money doesn't define you. Pesa ni pesa na mwanamke ni mwanamke. Yeah. So respect your duties. Respect your duties and respect your home and respect your husband. Thank you Cappuccino. Wanamuita DJ Cappuccino mazee. Hiyo ilikuwa ni short story ambayo tunaiongelea. Kwa hivyo mimi kama Don Cheza nataka kushauri